Beni asubuhi ya leo upo nami David Inkia. Iran na Israel zimeendelea kushambuliana kwa makombora. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limearifu kwamba ving'ora vilikuwa vikilia katikati mwa Israel kwa kutoa angalizo la kombora kutoka Iran. Hata hivyo, jeshi hilo la Israel limewafahamisha raia muda mfupi baadaye kwamba hali ilikuwa salama, kuashiria kuisha kwa tishio hilo, kama anavyoarifu hapa Leonard Mobali. Mapema siku ya Jumapili, Tel Aviv ilipigwa na makombora ya masafa marefu ya Iran. Majengo ya makazi yaliharibiwa. Takriban makombora 27 ya Iran yalirushwa katika awamu mbili tofauti, iliyapiga maeneo ya kaskazini na kati ya Israel yakiwemo Haifa, Nes Ziona na Rishon Lezion. Israel ilituma ndege 20 za kivita kufanya kile ilichokiita mashambulizi ya kiintelijensia kote Tehran, Kalmanshah na Hamedan. Kwa mujibu wa maafisa wa Israel ni kwamba malengo ya mashambulizi hayo ya Israel ni kulenga eneo la kurushia makombora, mifumo ya rada na satellite. Waziri wa ulinzi wa Marekani amesisitiza kwa mashambulizi ya mabomu katika maeneo makuu ya nyuklia ya Iran hayakukusudia kuiangusha serikali ya Iran. Pete Hegseth aliwaambia waandishi wa habari kwamba hiyo ilikuwa operesheni sahihi ya kijeshi ambayo haikuwalenga wanajeshi wa Iran au raia, na kuongeza kuwa shambulizi hilo lilikuwa na mafanikio makubwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amemshutumu Donald Trump kwa kuwasaliti watu wa Marekani pamoja na Iran kwa kuamuru mashambulizi hayo ya mabomu. Abbas Araghchi amesema Marekani imevuka mstari mkubwa mwekundu, na ameongeza kuwa anatarajia kusafiri hadi Moscow kushauriana na Rais Putin. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaja mashambulizi ya Marekani kuwa tishio la moja kwa moja kwa amani ya usalama wa kimataifa. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya kikao cha dharura. Kwa miongo kadhaa, Marekani na Iran zimeepuka na kuwa na uangalifu mkubwa kuhakikisha hawavuki mstari mwekundu wa hatari katika makabiliano ya moja kwa moja ya kijeshi. Rais mmoja baada ya mwingine wa Marekani hakuruhusu hilo litokee, lakini Rais Donald Trump ameruhusu hilo kutokea na kuingiza Marekani moja kwa moja katika vita vya Mashariki ya Kati. Ni taarifa yake Leonard Mobali. Kwingine kwa watu 22 wamekufa na wengine 63 kujeruhiwa katika shambulio la bomu la kujitoa mhanga lililotokea kwenye kanisa moja katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo, mtu mmoja alishambulia kwa silaha kanisa la Orthodox la Kigiriki la Nabii Elias lililopo katika kitongoji cha Dweila wakati wa ibada ya Jumapili jioni na kujilipua. Zaidi na Halima Nyanza. Ni mmoja wa mashuhuda wa tukio hilo akielezea hali ilivyokuwa. Tulikuwa tu tumemaliza kusali na tukaanza kutoka nje, ndipo wakati mtu mmoja aliyekuwa amejiziba uso alipoingia, huku akiwa amebeba silaha. Alishambulia watu na kuua wengi. Watu walimfuata na kumzingira, halafu akajilipua mwenyewe kwenye mlango wa kanisa na kanisa likaporomoka. Picha na video zilizochukuliwa ndani ya kanisa hilo zinaonyesha madhabahu ikiwa imeharibiwa vibaya, viti vikiwa vimemwagikiwa vipande vya vioo na damu ikiwa imetapakaa katika kuta za kanisa hilo. Inasemekana kuwa mshambuliaji huyo ana mafungamano na kundi lenye itikadi kali za kidini la IS, lakini hata hivyo hakuna madai yoyote ya haraka yaliyotolewa kutoka kwenye kundi hilo kuhusika na mashambulizi hayo. Ni shambulio la kwanza la aina hiyo katika mji mkuu wa Syria, Damascus, tangu wapiganaji waasi walipouondoa madarakani utawala wa Bashar al-Assad mwezi Disemba na kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 13. Shambulio hilo la mauaji ni pigo pia kwa rais wa Syria Ahmed al-Sharaa, ambaye hivi karibuni aliahidi kuwalinda walio wachache baada ya mapigano makali yaliyotokea nchini humo. Naye mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Syria Geir Pedersen amelaani shambulio hilo na kuwataka wa Syria kuungana kukataa ugaidi, itikadi kali, uchochezi pamoja na kuilenga jamii yoyote ile. Ni Halima Nyanza. Idadi ya watoto wanaoripoti unyanyasaji wa kijinsia baada ya kukimbilia Burundi kukwepa ghasia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka zaidi ya mara 3 kwa mwaka huu, huku kupunguzwa kwa misaada kukisababisha changamoto zaidi. Kwa mujibu wa shirika la kuhudumia watoto la Save the Children, kesi zaidi ya 478 za ukatili wa kijinsia zilirekodiwa nchini Burundi, zikiwemo 172 za watoto
nyingi zikiwa ni za ubakaji ambazo ni ongezeko la 249% kutoka mwaka uliopita. Kufahamu zaidi hapo awali nimezungumza na Delphine Mugo, meneja wa habari wa Save the Children Africa, anayeanza kukuelezea hali hii ya dhuluma dhidi ya watoto kutoka DRC ni mbaya kwa kiasi gani. Hali ya dhuluma dhidi ya watoto ambao wanaondoka DRC kwa sababu ya mapigano ni kubwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa mfano, utafiti wa Save the Children ama shirika la watoto la Save the Children umeonyesha kwamba visa vya watoto ambao wameripoti kunajisiwa na kudhulumiwa wakati wanatoroka vita nchini DRC imeongezeka, na hii ni kwamba imeongezeka mara 3 ukilinganisha na muda wa mwaka uliopita. Na tunaangazia mwezi kuanzia Januari hadi Juni. Ukilinganisha mwaka huu kuanzia Januari hadi Juni, tunaona kwamba visa vya watoto kudhulumiwa vimeongezeka mara 3. Sababu kubwa haswa ya kuongezeka kwa visa hivi ni nini, Mugo? Sababu kubwa hasa ya muongezeko wa visa hivi ni vita ambavyo vinaendelea. Tunajua kwamba mwaka huu tumeona visa vimeweza kutokea kule DRC na vimeongezeka sana. Ikijulikana kwamba tulipoanzia mwaka Januari na kuja Februari, visa vya vita viliongezeka sana. Tunafikiria kwamba hii ndio imesababisha kuwe na visa vingi sana vya watoto kudhulumiwa katika mapigano. Ni kwa namna gani sasa dhuluma hizi dhidi ya watoto hawa zimewaathiri kisaikolojia, na huenda labda baadhi ya mambo ambayo walikuwa kitamani kuyafanya kama watoto watakapokuwa watu wazima yasitimie? Bila shaka imeweza kuathiri kwa kiwango kikubwa. Mimi nilikuwa Burundi mwezi uliopita na niliweza kuongea na wafanyikazi wa shirika la Save the Children wengi ambao wanafanya kazi katika kambi za uhamiaji. Walieleza kwamba watoto wameweza kuwa affected na hali ya kudhulumiwa. Tunajua kwamba kisaikolojia wana mawazo mingi. Watoto wengi walipotea makwao, hawakuweza kuja na vitabu vyao. Kwa hivi sasa ambako wanakimbia hawezi kuendeleza masomo yao. Kuna mfanyikazi mmoja aliniambia kwamba kuna watoto ambao waliwaambia kwamba waliweza kudhulumiwa pamoja na wazazi wao, na pia wazazi wakaweza kudhulumiwa huku watoto wao wanawaangalia. Hebu tuambie sasa, serikali na jumuiya ya kimataifa inapaswa kufanya nini ili watoto hawa pamoja na wazazi wao waweze kupata msaada? Tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kutowatekeleza watoto hawa katika wakati ambao wanawahitaji zaidi. Hivi sasa tunajua kwamba msaada ambao unatolewa kwa watoto umeweza kupunguzwa. Kwanza kabisa, tunaomba jumuiya ya mataifa iweke mikakati ambayo itaweza kuleta amani nchini DR Congo, na vile msaada wa dharura ambao unapatiwa watoto na familia usiweze kupunguzwa, ilhali wafadhili waweze kuongeza fedha kwa mipango inayowasaidia watoto na hasa wakimbizi kutoka DRC ambao wanaingia nchini Burundi. Delphine Mugo, huyu meneja wa habari Save the Children Africa. Na sasa nampisha Omar Mkambari, mshambuliaji namba 9. Twende.